Katika video ya leo nitaenda kukuonesha vigezo vya kwanza kulipwa na Facebook. Ikiwa kama wewe unataka kulipwa pesa na Facebook, basi tazama hii video, itakuonesha jinsi ya kutizama hivyo vigezo katika hiyo Facebook yako. Basi tazama hii video mwanzo mpaka mwisho bila kuchelewesha muda. Tunaenda kuingia katika simu yetu. Hatua inayofuata, utaingia katika Facebook yako kwa mtindo kama huu hapo mimi nilivyoingia katika Facebook yangu. Na ukishaingia katika Facebook yako, utashuka upande wa chini palipoandikwa menu huko katika hii profile ya picha. Hakikisha utapabonyeza. Sasa mimi hapo nitapabonyeza, kisha nitaletwa sehemu ya hapa. Hatua inayofuata, utashuka kuelekea upande wa chini. Ukishashuka kuelekea upande wa chini, utaenda sehemu iliyoandikwa professional dashboard, hapo utapabonyeza. Na ukishapabonyeza, moja kwa moja utaletwa sehemu ya hapa. Ukiangalia kwa upande wa juu kuna haya maneno haya, utakuwa una scroll au utakuwa unasogeza kupeleka upande wa kushoto, kisha utaenda kulibonyeza neno liloandikwa monetization, hilo nilokuonesha kupitia huu mkono, utalibonyeza. Na ukishalibonyeza, moja kwa moja utaletwa katika sehemu ya kuoneshwa vigezo vya kwanza kulipwa na Facebook. Sasa hapo nitaanza kukuchambulia kigezo kimoja baada ya chengine, nisikilize kwa makini. Sasa hapa kuna kigezo cha kwanza ambacho hiki kigezo cha kwanza kimeandikwa stars, kwa Kiswahili ni nyota. Sasa utalipwaje na hiki kigezo? Naomba unisikilize kwa makini hapo nikuelekeze. Kigezo hiki kipo hivi: ukiwa umeposti video yako Facebook, mashabiki zako watakuwa na kutumia zawadi. Hiyo zawadi itakuwa na mfumo wa nyota. Kwa hiyo zawadi ikikufikia wewe kwa mfumo wa nyota, inabadilika kuwa pesa ya Kimarekani ambayo inasoma katika mfumo wa dola. Sasa ukienda kuitoa katika kadi yako ya benki, utaichange na itakuwa pesa ya Kitanzania shillings. Nadhani kipengele hiki tushaelewana. Kwa hiyo kipengele hiki hapo utakuwa unalipwa na mashabiki zako watakuwa na kutumia zawadi kwa mfumo wa nyota. Kipengele hiki nadhani tushaelewana. Sasa tukishuka kwa upande wa chini, kuna kipengele kimeandikwa ads on reels. Sasa naomba unisikilize kwa makini, na hapa inamaanisha hivi, nikitafsiri kwa Kiswahili, ads on reels inamaanisha hivi kwamba video zako fupi zile ambazo za sekunde short, ukiposti Facebook zitakuwa zinatokea matangazo. Kwa mfano kama ushawahi kuingia kuangalia video YouTube, ukaplay video, mwanzo ile video likajitokeza tangazo, au mwisho ile video au katikati, basi na Facebook nao pia ipo hivyo hivyo. Ukiposti hizi reels au video fupi, katikati ya hizi video mtu akiwa anatizama, au mwanzo au mwisho linajitokeza tangazo. Nadhani kipengele hiki tushaelewana. Na haya matangazo ndio atakuwa na ukulipa wewe Facebook, ambaye mtu unaofanya contact Facebook. Kwa wale matangazo yatakutumia labda kwa mfano kiasi kadhaa cha dola, tuseme katika mfumo wa Kimarekani USD. Kwa mfano kama matangazo alicheza labda tuseme mengi katika video yako, basi pesa itakuwa nyingi. Kama matangazo alicheza kidogo katika video yako, na pesa nao itakuwa ipo kidogo. Nadhani kipengele hiki cha ads on reels mshanielewa. Sasa tunashuka katika kipengele cha chini ambacho kinachoitwa bonus. Sasa ili uanze kupokea pesa katika kipengele hiki cha bonus, naomba unisikilize kwa makini kabisa. Katika kipengele hiki Facebook wenyewe watakupa challenge. Nikisema challenge, wanaotumia Facebook wanaelewa zile challenge zile watakuwa nakupa. Kwa mfano watakwambia ili upokee hizi pesa dola 100 ambazo zitakazokuwekwa katika hii bonus, unatakiwa ufikishe labda tuseme followers 10,000 ndani ya siku 7 na views 100,000 ndani ya siku 7. Kwa hiyo zikipitiliza hizo siku tuseme 7, zikafika siku ya nani yake ndo kafikisha followers 10,000 na views 100,000, basi zile pesa hautozipata. Kwa hiyo unatakiwa ufikishe labda hizo views ndani ya ile siku 7. Ukikamilisha labda tuseme views 100,000 na followers 10,000 ndani ya siku 7, basi Facebook watakutumia pesa ambayo ni thamani yake dola 100. Ukichange katika pesa ya Kitanzania ni 250,000, kitu kama hivyo. Sasa hiki kipengele utakuwa unalipwa kutokana na wao Facebook wenyewe. Ukikupa challenge, ukiwahi kuitimiza mapema au kuikamilisha mapema, basi utaipata hiyo pesa yao ya Facebook. Kipengele hiki nadhani tushaelewana hapo. Sasa tukishuka kwa upande wa chini katika kipengele kilichoandikwa live ads, hiki utakuwa unalipwa ukiwa unaenda live. Sasa naomba nisikilize kwa makini. Ukiwa live Facebook, watu wakiwa wanakutizama katika ile live yako, itakuwa inatokea matangazo katikati ya video au mwanzo au mwisho. Mfano kama YouTube tu, mtu akiwa live ukiangalia live yake, kama yupo katika mfumo wa malipo, basi yanakuaga yanatokea matangazo. Na Facebook nao pia ipo hivyo hivyo. Kipengele hiki utakuwa unalipwa ukiwa unaenda live kwa upande wa Facebook.
Nadhani tushaelewana. Sasa ukija katika kipengele hiki kilichoandikwa in-stream ads, kipengele hiki kinalipa hivi. Hiyo Facebook yako ikishaingia katika content monetization, utakuwa unalipa kupitia hizo video zako. Ukiposti katika hizo video zako inahesabiwa. Ukipata views nyingi na pesa yako itakuwa nyingi. Ukipata views chache katika hizo video zako, pesa yako itakuwa chache. Kwa hiyo namaanisha hivi, katika hizo video ukipata views nyingi alafu matangazo yakawa mengi, basi pesa yako itakuwa nyingi. Ukaweza ukapata views nyingi, matangazo yakawa machache, pesa ikawa ndogo. Kwa hiyo sasa nikutafsirie vizuri. Kipengele hiki hapa wanakulipa katika video zako kupitia yale matangazo atakayocheza katika hizo video zako. Nadhani tushaelewana kipengele hiki. Na kuna kipengele kimeandikwa subscription kwa upande wa chini. Mashabiki zako watakuwa wanachangia kiasi cha pesa katika hiyo akaunti yako ya Facebook. Kwa hiyo hapo kama utaweka namba yako ya simu au kadi yako ya benki, mashabiki zako wakijisikia kukuchangia pesa watakuwa na kuchangia katika hii eneo la subscription. Nadhani tushaelewana. Sasa katika hivi vigezo nilivyokutajia, kuna in-stream ads, kuna bonus, kuna reels. Sasa unatakiwa utimize vigezo gani ili uanze kulipwa na hivi vigezo vyote nilivyokutajia? Sasa kama unataka kujua vigezo vya hivi vitu nilivyokutajia, utakuwa unabonyeza hivi vitu nilivyokutajia hapo. Kama unataka kujua vigezo vya bonus, basi utaibonyeza bonus. Sasa hapo nitaenda kukuonesha mfano. Nitaenda kubonyeza hiyo stars hii hapa kwa upande wa juu hii. Nitaibonyeza hapo na tuangalie inataka kigezo gani na kigezo gani ili tuweze kujua na tuanze kulipwa na nyota. Sasa hapo ukiangalia kuna kigezo cha kwanza nakwambia content monetization policies, kwamba video zako utakazoposti katika hii Facebook zinatakiwa zifuate sheria zao ambazo wameziweka au Facebook ili uanze kulipwa na kigezo hiki cha nyota, ambacho labda Facebook hawataki uposti video za vurugu, labda za mauaji. Kama iko kitu amekataza katika Facebook yako ukawa unaziposti, basi hiki kigezo uwezi ukalipwa nacho. Kwa hiyo sasa unatakiwa ujitahidi ujiepushe na hizo video, usiposti ili mradi ulipwe na hiki kigezo. Na kigezo cha pili unasema kwamba eligible country, yani kwa Kiswahili hivi, watakuwa wanakagua nchi ambazo walizoruhusu zilipwe kupitia huu mfumo wa nyota. Kwa hiyo kama hapo ukiona Tanzania ipo, basi itajitia tiki tu hapo, itakuwa na doti la kijani kama unavyoona. Kama haipo katika mfumo wa kulipwa, utaona imeweka kieksi. Kwa hapo mimi nimetimiza kigezo cha pili, na unaona hapo doti la kijani katika hiki kigezo cha pili. Kigezo cha kwanza kimetia tiki la kijani na kigezo cha pili kimetia tiki la kijani, kwa kumaanisha kwamba vigezo viwili nimevitimiza. Ukishuka katika kigezo cha tatu ambacho kilichoandikwa nifikishe followers 500. Kwa katika followers 500 ukiangalia ndo kwanza bado mstari haujajaa na followers kama wawili hapo. Ukiangalia natakiwa nifikishe followers 500 ili kigezo hiki kitiki nitimize. Na kigezo cha mwisho unaniambia ndo hiyo yote moja, nifikishe followers 500 ndani ya siku 30. Nadhani tushaelewana. Ukishatimiza hivi vigezo vyote, kwa hapa chini utabonyeza neno apply, na ukishabonyeza neno apply, basi Facebook wataanza kukulipa kupitia nyota. Nadhani tushaelewana ndugu wapenzi watazamaji, na kukumbusha kwa wale ambao umetazama hii video ndo kama mara yako ya kwanza kutazama video zangu, ili uzipate tena video kama hizi za maelekezo, usisahau kubonyeza neno subscribe kwa upande hapo chini, itakusaidia kupata video kama hizi. Sasa ili kuangalia vigezo hapo utakuwa unabonyeza ads, utaangalia kuna vigezo gani na vigezo gani nitimize ili nianze kulipwa na ads, bonus, live, in-stream ads. Utakuwa unafanya hivyo, utakuwa unabonyeza na view, utaingia ndani yake na utaangalia vigezo. Basi mimi ndugu mpenzi mtazamaji, nikuache niseme chao, tutakutana tena katika video inayofuata. Na kukumbusha tena usisahau kubonyeza neno subscribe kwa upande wa hapo chini.